Ingia. Okay. Bosi, kuna mgeni hapo nje. Mgeni? Mbona sikuwa na appointment na mtu yoyote siku ya leo? Okay, anyway, mwambie aje. No. Wait. Huyo mgeni mwenyewe anaonekanaje? Ni kijana tu wa kawaida bosi, mweupe. Okay. Acha nikaona naye mwenyewe. Askari tafadhali, huyo mtu usiki na chochote. Vipi kijana? Wewe kijana, vipi? Safi tu, safi. Nikusaidia nini? Kuna dada alinielekeza eneo hili. Dada yupi? Dada mmoja hivi anaitwa Sheila. Hakuna mtu anaitwa Sheila humu ndani. Yupo bro, ndo alonipa address ya eneo hili. Kijana, hii ni kampuni na mimi ndio manager. Hakuna mtu mwenye jina hilo. Fanya uondoke, otherwise utakuwa umeniletea fujo na nitakuitia polisi sasa hivi. Sorry bro, nimekumbuka. Anaitwa Nancy. Nancy? Yeah, Nancy. Nancy ndio amekupa address ya hapa? Ndio. Haiwezekani. Mlikutana kwenye mazingira gani? Nancy hawezi kuwa na ukaribu na kijana kama wewe hadi kufikia hatua kukupa address. Bro, ni yeye ndo amenipa. Kama kuna namna kukutana naye, naomba niunganishe naye. Hakuna namna yoyote kijana. Usinipotezie muda wangu. Kama ulikuwa unahitaji kazi, hapa hakuna nafasi za kazi. Fanya uende. Basi, simu yako inaita. Okay, nakuja kuipokea. Hello boss. Vipi wale watu wa cargo walikupigia? Walinipigia, wameniambia kwamba mzigo tayari umeshafika bandarini. Kinachosubiriwa ni saini yako tu. Sawa, mimi nipo kwenye kikao. Nafikiri leo sitapata muda. So, arrange nao siku nyingine tofauti na leo. Okay, hakuna shida boss. Na kuna mgeni wangu yoyote amekuja hapo? No. Hakuna mgeni yeyote boss aliyefika hapa. Okay, akija mtu yoyote kuniulizia unipigie simu. Usijali, nitakujuza boss, ila kwa sasa hakuna mgeni yeyote aliyekuja zaidi ya kijana mmoja hivi mchafu aliyekuja kuleta fujo. Yukoje huyo kijana? Achana naye boss, ni kijana fulani hivi wa kawaida. Anaonekana ni muuni. Alikuwa anataka nini? Ni fujo tu. Amekuja hapa amesema anamuulizia Sheila. Kisai, nenda kampe simu upesi. Akati nakuja kupokea simu yako nilimwacha getini. Na hisi atakuwa ameshaondoka boss. Kisai, fanya ufanyavyo. Hakikisha unampatia simu huyo kijana. Usijali boss. Sasa hivi nakupigia na simu yangu uzungumze naye boss. Kijana. Hello Benzema. Sheila? Yes, umekuwa mwaminifu. Nilihisi hautakuja. Na una maana gani kunileta na kunikutanisha na huyu jamaa? No, mimi nilikuwepo ila nimetoka mara moja. Lengo langu ilikuwa ukutane na mimi na sio yeye. Basi sawa, mimi ndo naelekea nyumbani. Okay, mimi siwezi kurudi hapo sasa hivi. Kwa hiyo cha kufanya, wewe chukua namba yangu hapo kwa huyo jamaa, afu tutawasiliana. Kesho nitakuja nyumbani kwako. Okay, sawa, karibu sana. Okay, see you tomorrow.
Baby, kila siku nakukumbusha, lakini naona kama unanipotezea hivi. Kuhusu nini? Natakiwa niende nikasafishe macho, maana daktari aliniambia niwe nakwenda mara kwa mara, ila sijawahi kwenda hata siku moja. Lakini mbona macho yako yameshapona mpenzi, kuna haja gani ya sisi kutumia kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya kwenda tu kusafisha macho, ila hali macho yako yanaona vizuri pasipokuwa na tatizo lolote? Mimi nafikiri ama daktari ni wajanja tu, wamekuandikia vile kusudi wewe unarudi mara kwa mara uwapelekee pesa zako. Baby. Sawa, mdharau mwiba mguu utatende. Hiyo ni misemo tu, haina maana yoyote. Okay baby, na wiki ijayo ni birthday yangu, so tunafanyaje? Baby, siwezi kusahau siku yako muhimu kama hiyo. Nimeomba mkopo ofisini. Nafikiri nataka tufanye bonge moja la party. Pia tutamwalika na baba Haji. Hiyo imekaa poa. Yaani tena kungekuwa na uwezekano wa kumwalika yule baba yake Benzema, tungemwalika je tumtukane kizungu. Unamaanisha nini? Yule mzee mpuuzi sana, alimdhalilisha babangu mbele ya macho yangu, kisa tu nimekataa kuolewa na mwanae. Ndio maana nilitamani naye aje kwenye hii party ili ajionee, je, mwanae alikuwa na hadhi ya kuwa na mimi? Hakuna kinachoshindikana. Kama wewe unataka awepo ili umrushe roho, itawezekana tu. Ndiyo baby, mimi nataka naye awepo, maana anamtambia sana babangu, so nataka babangu naye awe proud. Usijali baby, limeisha hilo. Hata ukitaka huyo Benzema mwenyewe awepo ili tumuonyeshe jeuri ya pesa na agundue kuwa hakustahili kuwa na wewe, inawezekana. Kwa sababu bosi wangu alinipatia mkopo wa shilingi milioni 5. Huo wote tunaweza tukatanua, tukaspendi, yani tukaenjoy maisha. Umenisoma Wow, kwa hiyo naye tumwalike baby? Wewe ndo mwenye birthday baby, so uamuzi ni wako. Ndio maana nakupenda kipenzi changu. Nakupenda zaidi. Mwah. Mwah. Karibu boss. Asante. Ile mikataba imeshaletwa. Kinachosubiriwa ni saini yako tu. Achana na habari za mikataba kwanza. Niambie kuhusu yule kijana wa jana. Kwa nini ulimzuia kuingia ndani? Bosi, yule kijana alikuwa anaonekana ni muuni tu wa mtaani, na ndio maana sikumpa fursa ya kuingia ndani kabisa. Kisai, una uhakika gani kama ni muuni wa mitaani? Kwa jinsi alivyovaa bosi, hata wewe ungemuona usingeruhusu aingie humu. Kisai, don't judge a book by its cover. Yule ni mgeni wangu. Umemkosea heshima. Umenikosea heshima na mimi pia. Sipendi hii kitu ijirudie, okay? Na sio kwake tu, hata kwa mwingine. Heshimu kila mtu, usiheshimu mavazi. Sijapenda hiyo tabia. Samani bosi, nilighafilika tu na kuahidi endapo akija tena hili swala halitajirudia. Sio kwake tu, bali ni kwa kila mtu. Zingatia hilo. Sawa bosi, nimekuelewa. Okay, kazi njema. Mimi kuna mahali naelekea. Bosi, samani kidogo. Wiki ijayo ni birthday party ya girlfriend wangu. Hivyo nitaandaa tafrija fupi pale nyumbani. Ningeomba na wewe uwepo bosi wangu. Sawa. Nitacheki ratiba, kama itawezekana nitakuja. Nitafurahi kukuona bosi. Natarajia uwepo wako. Usijali, tuombe uzima. Naruhusiwa kuja na rafiki? Hata na marafiki zako, it's fine. Mnaruhusiwa kuja. Hapana, mimi na rafiki mmoja tu. By the way, mimi naondoka zangu. Wakija watu wa Kago utamalizana nao. Sawa boss. Odi. Pita, mlango uko wazi. Karibu. Asante. Karibu ukae. Hapana, mimi naomba nikae kwenye ndoo. Kwenye ndoo? Okay, karibu. Kwa nini umeogopa kukaa hapa? Kwa nini una hofu mimi nikikaa kwenye ndoo? Hapana, mimi sina hofu, wewe ndio umeogopa. Sijaogopa, wewe ndio una hofu. Hujaacha tu mambo yako? Yapi? Anyway, tuachane na hayo. Kwa nini uliamua kunikutanisha na yule jamaa? Hapana, unajua mimi sikupanga mkutane.
ila imetokea tu bahati mbaya kwa sababu mimi nilitoka. Ila vipi, hakukutambua? Hapana, ile siku aliyokuja nyumbani na Zebu, mimi nilikuwa ndani, hivyo hakufanikiwa kuniona. Kwa hiyo hata jana hakunitambua, ila mimi nilimtambua. Okay, sawa, hiyo imekaa vizuri. Halafu next week nataka tuende kwenye birthday. Birthday ya nani? Ya girlfriend ya mfanyakazi wangu. Birthday ya Zebu? Ehe. Hapana, mimi siwezi kwenda. Kwa nini jamani? Si unanisindikiza mimi? Halafu unaenda pale kama rafiki yangu, sio ex wa Zebu. Hapana, mimi siwezi kwenda kabisa. Vipi? Huyu mpuzi hatajui. Nani? Zebu? Ya. Pokele. Halo? Vipi? Nitakwenda.